Yaani tunashindwa kujua utambulisho wetu. Ndio mtu anasikia, kwani huyu mbona anaonekana ni mtu wa Mungu? Unajua na yeye naye ni Mkristo, ninaweza nikaoana naye. It's because we don't know our identity. Kwa hiyo ni rahisi kusikia kijana anasema ni mungwana, naye anasali, anamwamini Yesu. Kwani baadaye atabadilika. Wale ambao ni wana hekima kuliko Mungu, kumbe ni lasti, kumbe ni ashiki ya ngono, ndio inamfanya aanze kurahisisha vitu. Huyu anaonekana mungwana, ni wa kiroho. Lasti ni mbaya sana, kwa sababu ina change label. Yaani Mungu anasema usifungiwe nia na siamini. Anasema huyu anaamini. Anaamini. Tamaa ya ngono ni mbaya sana. Mpaka vijana wamefikia hatua ya kusema, unajua wale ambao wanaonekana ni wa kiroho ni wale ambao sio wa Adventista. Ninaogopa napofikia hatua watu wanasema, unajua wa Adventista ni kama wapagani afadhali na wale wa nje. Ninaogopa. The devil is speaking. Shetani anaongea hapo. Nisikizeni vijana, usisikie mtu yeyote anaye put down Seventh Day Adventist na kuinua wasio Adventista. The devil is speaking. Huyo anatutia moyo kukanyaga neno la Mungu. Tulikuwa tunasikiliza zamani wa huko nje wanaosema, unajua waaminifu ni wale wa madhehebu wa dini zingine, dini ya Ukristo, wako hivi na vile. Nikafikiri itaishia kule bwana. Siku hizi wako wengine kabisa wanasimama kwenye mimbari hapa. Utafikiri wametukagua wote. Wamewakagua ninyi wote? Yeye amejua wawili watatu ambao wamebetray trust. Halafu anataka kufanya vijana wake Adventista wote ni wahovyo, afadhali wapagani. Huyo mtu huyo. Mwambie shut up. Kwa sababu ibilisi anamtumia. Funga kinywa chake. Huwezi kugeneralize vijana wa Adventista kwamba wote hawafai. Kwa kuwa unajua wawili watatu wanne watano. Usifanye kitu kama hicho. You water down the truth. Wako vijana kwenye kanisa hili ambao ni waaminifu to the point of death. They are faithful. So swala kuja unaota down unasema, yani vijana hawa hakuna chochote, afadhali sijui dhehebu gani, afadhali dhehebu gani. Huyo mtu mwambie, ukiendelea marufuku kushika maiki kwenye mimbari. Hata ishia pale. Ataendelea kusema kanisa hili limeuzwa, kanisa hili ni Babeli, kanisa hili Laodikia. Hili kanisa sio Babylon church and it is not Laodicean church. Kwa sababu Laodiceans, they are neither hot nor what? Cold. Hii kanisa linaitwa the remnant church. According to Revelation 12:17, ambao wana keep the 10 commandments and they have faith, the testimony of Jesus. As a church is a remnant. Kwa hiyo usione wala wababaishaji walio huko ndani ukafikiri ndio wanalifanya lisiwe remnant church. It's a remnant church. Hiyo ndio ahadi ya 13 tunao hapa. Je, waamini ya kwamba kanisa la Waadventista wa Sabato ni kanisa la unabii wa Biblia la waliosalia? Na wewe watamani kuwa miongoni mwa kanisa hili, ujiunge katika ushirika na kanisa hili mahalia? Yes, I believe. Yes, I agree. Halafu leo unakuja hapo unasema hili ni Laodikia. Ndio maana niliwaambia acheni na wanaosema eti ni reformers. Hao ni fake reformers. Hata kama wananukuu baadhi ya wanasema ni watu wa kiroho, wanamjua Elijah White. They are really foolish. Kwa sababu Elijah White amesema Seventh Day Adventist is the church of God second to none. Hakuna jingine superior as a militant church
akasema jambo hili, kanisa liko vitani, linaweza kuonekana kama linayumba, it will never fall. Kwa sababu Mungu yuko mbele ya kazi yake. Ni macho yangu tu na ya kwako yanayotaka kupima kanisa kwa viwango vyake. Mungu yuko kwenye kanisa hili. Kwa hiyo usiondoe imani kwa kanisa hili. It's the only church called out by God to carry the message, the everlasting message to all world. Ukishajua hivyo, lazima utahakikisha unayeoana na yeye kama ana uhakika na jambo hilo. It's a serious church with a serious message. Kwa hiyo mtu akikubabisha kwenye mitandao, kanisa limeuzwa kwa shilingi ngapi za Kitanzania? Mchungaji Semba tulimwona kwenye mkutano wa umoja wa dini, ni mchungaji Semba ama ni kanisa? Kwa hiyo mchungaji Semba akifa, limekufa kanisa. Yaani mimi leo nikifa hapa, kwa hiyo unaona kanisa limekufa. Nani amekwambia? Ukitaka kujua kanisa kwamba limeasi, nenda uangalie fundamental beliefs. Angalia kama zimebadilika. Ukiona zimebadilika, ndipo ujue limeuzwa. Lakini hizi washawasha za pilipili hizi, na wewe unaamini limeuzwa namna hivi, angalia viongozi. Ndio maana nasikiliza ndugu zangu, wani usipojua who is leading this church, utachemuka. Ili kanisa halina mtu yeyote anayeliongoza. Never, none of us. Kama alimwambia Nebukadneza, Mungu ndiye anazua, anaweka, mtakaya, anatoa. Hata kama ukimwona sema ni muovu, anakosesha kanisa, usisahau hata Manase, the evil king, Mungu alimruhusu akatawala miaka mingi kuliko wafalme wengine. Muovu, mpaka anatoa watoto, anatoa kafara kwa miungu. But God was still there. Hacha muharo. Hili kanisa haliko kwa mkono wa mwanadamu. Bring your faith to this church. Humo ndani anaweza kama watu wana sifa za magugu ndani yake, lakini usifikiri ndio kanisa liko hivyo. Never.